Leo hii natamani kuzungumza juu ya bad mentality. Mawazo potofu juu ya ndoa. Najua hapo ulipo, tangia uwe hata sasa. Najua hata wewe una mawazo mabaya juu ya ndoa. Na unawaza vibaya juu ya mumeo ama mkeo. Unawaza vibaya. Haujawahi fikiri vizuri na hujawahi anza kuishi katika ndoa. Siku ambayo unaanza kuishi katika ndoa utaona furaha. Lakini siku zile ambazo hujajipanga kuishi katika ndoa utalia, hautapenda ndoa tena wala hutaitamani. Hata utakapoona mtu akitamani kuingia katika ndoa utamhurumia. Lakini siku ile utaanza kuishi katika ndoa yako, hata ukiona mtu ana fikira za kutaka kuoa utampongeza. Na hata ukiona mtu akichelewa kuoa ama kuolewa utamwambia afanye hima, asikie ule uzuri unaohisi wewe, kwa sababu unaishi katika ndoa. Lakini kuna watu hawaishi katika ndoa. They are just there. Watu wanaishi kama wapangaji. Inaweza kuwa mnaishi katika nyumba moja lakini si mke na mume. There are two different people. You are not one body. So people are there kwa sababu ya watoto, wengine kwa sababu labda mzee anaweza fanya kitu, labda hauna sehemu ya kwenda, ndio maana uko hapo. So unakuta mguu mmoja uko ndani ya ndoa, mwingine nje, ili upate jina. Maana usipokuwa na jina, you are a useless woman. Now uko pale unajitia tu jina. Na usipokuwa na mke, you are a useless man. So uko pale tu kuonyesha watu uko na mke, lakini ukichunguza kabisa hata wewe mwenyewe unajua hujaoa. You are just there. So bad mentality in the marriage brings out matokeo mabaya, ndoa chafu, ndoa mbaya, yani maisha mabovu katika familia. Na hiyo shetani ameiweka ndani yako ili siku zote mfinyiliwe, msijielewe. Na bad mentality inatokea wapi? I can read for you from the Bible. Twende Mwanzo. Mwanzo ngapi? Mwanzo 3. Mstari wa ngapi? Wa 9 sasa. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Tuachane na hapo. Acha niende direct to the point. Ndio nikuonyeshe bad mentality inatoka wapi. Tusome Mwanzo 3:17. Inasema akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho lako, hapo sasa ndio pameharibu ndoa zetu. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoiridhia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbi utarudi. So watu wengine wamechukua hii message. These are punishment. When we read there, these are punishment. Nyoka alipewa punishment yake na mwanamke alipewa punishment yake. Lakini maisha ya mwanamke punishment aliyopewa haijalishi ni maisha gani atakayoishi. But kitu alichopewa ni kuzaa kwa uchungu. Haijalishi kama utakuwa wapi ama utafanya nini, utazaa tu kwa uchungu. Lakini ardhi ilifungwa kwa sababu ya huyu mume. Unaona, it is a punishment. Mume alikuwa amebarikiwa, ni mtu ambaye alikuwa amebarikiwa sana. But sasa imekuwa kuaje? Ukisoma hapo katika Mwanzo 2:27-28, Mungu alipoumba mwanamke na mwanaume aliwabariki. So tukifika hapa,
inasema Mungu amefunga ile sehemu alikuwa amebariki juu ya mwanaume, lakini mwanamke sehemu yake haikufungwa. It means mwanamke anaweza barikiwa anytime, anywhere. Na ndio maana wewe mnaweza kuwa mnasoma, mnapambana na mwanamke hasomi, anastukia yeye anaolewa na mtu tajiri na anaishi kwa utajiri, maana yeye mipaka yake ya kubarikiwa haikufungwa. Njia za mwanamke za kubarikiwa hazikufungwa, lakini njia za mwanaume aliwekewa punishment mpaka atoe jasho, mpaka asumbuke, ndipo atajirike, ndipo abarikiwe. So ikakuwa hivyo. So in this area ya kula kwa jasho, watu wengine wameitafsiri kwa njia mbaya katika ndoa. Sasa wanawake wengine wamekuwa ovyo katika ndoa zetu. You are just there. Unasema wanaume ndio waliambiwa watakula kwa jasho, sisi tuliambiwa ni kuzaa. Hatuishi katika punishment siku zote. Don't rely on punishment. Unajua ukiwa uko na watoto wako wawili, huja akakosea mkubwa, uko na mtoto mkubwa na mdogo, ukachapa mkubwa viboko 10, huyu mdogo huwezi kumchapa viboko 10, utamchapa viboko 3 ama 5. Tuseme for example, mtoto ako na miaka 2, mwingine ako na miaka 10. Wakifanya makosa hapo, wakuchapwa ni mtu wa miaka 10, sababu ako na akili ya kuelewa. Lakini wa miaka 2 unakuta tu hata anachunwa sikio tu na anaenda. So hata sisi punishment yetu ilikuwa hivyo, kwa sababu Adamu alikuwa amekaa na Mungu kwa muda mrefu kuliko Hawa. So punishment ya Adamu ilikuwa juu kuliko ya Hawa. Sawa, nadhani tunaelewana kufikia hapo. Punishment ya Adamu lazima ingekuwa juu, na punishment ya Hawa lazima ingekuwa chini, kwa sababu huyu ni mtu ambaye amekuja siku si nyingi katika bustani wa Edeni. So huyu mwanaume anajua siri zote. Kwa nini ameamua kusikiliza na ili hali anajua? And I think hao watu wali-argue vizuri. They argued about eating this fruit. Wali-argue, wakasema Mungu alikataa, kwa nini umekula? Huyu mwingine amwambia tafadhali kama unanipenda kula. Kwa sababu wanawake wako na ile njia, wanajiamini. Na anakuambia kama humwamini, yeye huwa ako tayari kukuambia huniamini, na anatoa machozi. So labda huyu mwanamke alilia sana, akambembeleza huyu, ndio akafanya nini? Akala. Maana Mungu anasema kwa sababu umesikiliza sauti ya mke wako. Hiyo sauti ambayo ilikuwa inanenwa hapo ika-confuse that man, ale hiyo ndio ilituharibia. The punishment ya mwanaume ikaenda high kuliko ya mwanamke. So mwanamume baraka zake ni kustruggle azipate, lakini mwanamke kupata baraka ni rahisi. Hakufungiwa hiyo chapter. Hiyo chapter ya mwanamke kubarikiwa haikufungwa, lakini ya mwanaume lazima upambane. Mwanamke yeye hakulaniwa upande wa maisha. Yeye sehemu yake ya baraka it remains pale pale. Ilisimama pale pale. Kitu tu kilifanyika ni yeye azae kwa uchungu, kwa sababu angekuwa anazaa bila kusikia uchungu, lakini akaongezewa kwa uchungu. Hako tu, na akanakuja once in a day. One day, hata si one day, unakuta tu nikale unaumwa siku moja ama 2. Na ukienda pale unazaa tu, kuisha, mambo inaisha. Lakini mwanaume ni your whole life mpaka urudi. So punishment ya mwanaume iko juu. But we cannot live in a punishment. Una uwezo wa kujitoa pale. That's why Yesu anakuja ambaye anarahisisha mambo. Sawa? Tuwezi ishi kwa punishment. So tukikaa hivi, acha nisiende kwa hiyo point, juu tutakuja next time tuhubiri hapo. Sawa? Sababu Yesu alikuja kwa ajili ya sisi. And I'll teach kwa nini unafaa kwa nini Yesu amekuja akutoe hapo. So tukae tu pale. Bad mentality in the marriage. Kuna mtu amekaa katika ndoa yake, ni mwanaume
Yeye ndio atatafuta, yeye ndio ataleta kila kitu. Kwa sababu anajua yeye imeandikwa atakula kwa jasho. But kwa sababu mwanamke wake hajielewi, na anasema ni wanaume waliandikiwa kula kwa jasho, ndi kwa sababu yeye ndiye atatoa jasho sisi tule. No. Na mke anasema mimi ni kuzaa tu. No, sio kuzaa tu. Mwanamke lazima ukue na akili. Na leo mniruhusu niongee sawa sawa na mama. Wazee kama uko karibu nitaguza tu, but let me talk more ni face sana kwa mama. Ukiwa pale mama umeketi, leo nikuzindue masikio, nikuzibue masikio, nikuambieje? Sehemu yako ya kubarikiwa haikufungwa. Na wewe mwanaume utambue kwamba sehemu ya mke wako ya kubarikiwa haikufungwa. Ndio maana unaona kama Ibrahimu, tukisoma mali zake nyingi zilitokana na mke wake. Mali za Ibrahimu nyingi zilitokana na mke wake. Maana akienda kwa Farao, mke wake aliolewa na alitoka na vitu huko. Tena akirudi akienda kwa mwingine, sijui ni Melkisedek, sijui ni nani yule. Lakini alipoenda tena pale, tena Sara alitoka na vitu. Na alikuwa anatoka na dhahabu, mbuzi, kondoo, nini, kila kitu anakuja nazo. Na alipokuja nazo anaweka kwa mwanaume. So mwanaume huyu alitajirika mara nyingi kwa sababu ya huyu mke wake. So mwanaume ukijielewa kwamba mke wako hakufungiwa baraka zake, unaweza ukamruhusu mkafanya kazi pamoja. So mkifanya kazi pamoja, mtakuwa munaendelea kujiongeza kila siku. Lakini kwa sababu uko na bad mentality kwamba nikikaa na huyu mtu kwa kazi yangu, labda atanipora, labda atakuaje. Lakini inatakiwa tu wewe na mkeo mfanye kazi mkielewana. Kwa sababu wewe unaweza ukastruggle sana mwanaume, na kumbe sehemu yako ambayo ungepata baraka anayo mke wako. Lakini kwa sababu hamushirikiani, labda mnaonana wakora, kila mtu anafanya vitu zake. Najua nilikuja kujua kitu moja. Siku hizi mke anashikilia kitu chake hivi, pesa kake na mwanaume kake. So hii imetuharibia ndoa. So bad mentality ya kusema kwamba mwanaume ndiye atakaye kula kwa jasho, you are wasting time. Yes, mwanaume atakula kwa jasho. Nionyeshe sehemu kwa Bible ambayo imeandikwa kwamba mwanamke hana uwezo wa kupata pesa. Ama unionyeshe sehemu kwa Biblia kwamba mwanamke alilaaniwa asipate pesa kabisa, hata haifanya chochote. Ama unionyeshe kwa Bible kwamba kuna mahali imeandikwa mwanamke asitoe chochote katika ndoa yake. Nionyeshe. Sisi wote tunasoma Biblia, tunaweza tukazungumza. Nionyeshe ni mahali gani hapo ambapo pameandikwa mwanamke asilete chochote kiliwe na mwanaume. Nionyeshe ni mahali gani hapo. Hata mimi naweza nikaelewa, nikajua okay, nahubiri kitu cha uongo. Na uniambie ni sehemu gani hapo pameandikwa mwanaume ndiye atakayelisha familia peke yake. Maana mimi najua kwa sababu mtu anatoa fedha ni kwa ule upendo. Anayependa ndio hutoa. Na kwa sababu mwanaume ameagizwa kupenda, yeye ndio hutoa. Lakini haijaandikwa kwamba mke asilete chochote, mume alete kila siku. So huyo mwanamke ambaye unakaa hapo kila siku unasema mwanaume ndiye aliambiwa atakula kwa jasho. Wewe uliambiwa utakula kwa? Hebu nijibuni. Najua mnanielewa na mko hapo mnaniangalia. Na naomba wamama mkusanyane tu mniambie tu ukweli. Ninyi mliandikiwa mtakula kwa nini? So baraka ziko kwa wote. Sawa? Maana ukisoma Mwanzo 2:27 hadi 28 inasema Mungu alipoumba mwanamke na mwanaume aliwabariki. Sawa? Aliwabariki.
ili wote watawale vyote vilivyomo ulimwenguni. Wote ni watawala. So pale kwa punishment ndio mke anaambiwa sasa, kwa sababu na wewe umedanganya huyu, utatawaliwa sasa. So mwanaume akapewa nafasi ya kutawala mwanamke. Lakini mbeleni hatukuumbwa tutawalane, mimi nitawale mke ama mke anitawale. Tuliumbwa sisi wote kuwa pamoja. Sisi wote tuliumbwa kwa watawala. Hatukuumbwa eti sasa huyu ndiye atatawala, huyu atakuwa mtawaliwa. No. Mungu aliumba pale akatubariki sisi wote. Na akasema tujae na tujazane, yani tuzae kifedha, tuzae kimwili, tuzae kimapato, tuzae tuongezeke, tupanuke. It all, yani unajua ukiambiwa umebarikiwa ni kwa sehemu zote, kwa sekta zote. Fedha, mali, afya, mifugo, mashambani, mjini, kila mahali, vikapu vyako, mfuko wako, jiko lako, vikombe vyako, kila kitu chako, hata maongezi yako, kila kitu. Mtu akikwambia umebarikiwa, anyway umebarikiwa. Watu wengine wanafikiri kubarikiwa ni kupewa tu pesa. Lakini kubarikiwa ni kuwa na hizi vitu zote. Uko na afya tele, hauna magonjwa, hauna chochote kile ambacho kinakutatiza katika maisha yako. Hiyo ndio kubarikiwa. Mtu akibarikiwa, hizo sekta zote hazichagui. Watoto wako, kila kitu, geti lako, milango yako, nyumba zako, kila kitu chako kimebarikiwa. Hata kile kikombe unatumia kukunywa, hata ile sabuni unaoshea vyombo imebarikiwa. Hata yale maji machafu unaoshea vyombo na mwaga chini, ukishabarikiwa yamebarikiwa. Najua sasa unashanga, hata paka wako, hata mbwa wako, hata ng'ombe, yani chochote kinachohitanishwa na wewe, hata wanyama wa nchi yako, hata wanaokuzunguka watabarikiwa kupitia wewe, maana umebarikiwa. Hata mtu anaweza kuja akawa karibu na wewe, abarikiwe kwa sababu yako wewe, maana umebarikiwa. Hiyo ndio maana ya kubarikiwa. So tulipobarikiwa, mimi na mke wangu tumebarikiwa. So lakini kwa makosa aliyetubariki akasema, kwa sababu wewe hukutii na wewe ndio mkubwa, nitakufanyia hivi. Ndio utapata baraka, lakini sasa utastruggle kufanya nini? Kuzipata. Utafanya bidii ili uzipate. Lakini mke, Mungu hakumfanya limiti kwamba zile baraka zako nitazifanya hivi. No. So mwanamke inatakiwa kiuhalisia usaidia mume wako kutajirika. Kama unaona hii sasa, unajua nitakushangaza. Kama unakaa katika hiyo ndoa na mume wako haendelei, think twice. What am I doing in this house? Wewe mwanamke uliye hapo, surely kama uko hapo na mume wako habarikiwi, yani mume wako haendelei, tangu ulipoingia hapo ni problem. You need to sit down. Ujiite kama mkutano tu kako. Jiite tu kama mkutano. Tangia ukue hapo, nini kimefanyika katika huyu mwanaume, nini kimefanyika? Ndio basi yeye anatafuta atakula kwa jasho. Wewe sehemu gani yako ilifungwa usipate? Wewe hukuambiwa utakula kwa jasho, wewe hukuambiwa utafanya nini? Kwa nini sasa mbona husaidii huyu mume? Mbona umekaa tu? Mume ndio atakuja washe jiko, mume ndio atakuja mule, mume ndio atakuja ujishughulishe. Wewe kazi yako ni simu tu, ukipata pesa ni ugeni tu, ukipata pesa ni starehe tu. Si uone you are a useless woman. Na kwa ile bad mentality kwamba mwanaume ndio ana provide, wewe umeketi tu na unasubiri uprovideiwe. No, that's a very bad mentality. Mwanamke inahitajika usaidie mumeo mpaka asimame. Maana Bible inasema apataye mke apata kitu chema.
So na ujiulize, huyu mume wako kuna kitu anaweza jivunia akasema yenyewe nimepata kitu chema katika huyu mke? Maana kuna vile unaweza kaa ukafikiria, tangia nipate huu mwanamke nimepata kweli kitu chema. Je, wewe ni kitu chema? Tangia upatikane katika hiyo ndoa, kuna kitu chochote umebadilisha ukiwa kama kitu chema ama umeleta hasara? Ukiwa unazaa unaongeza budget, lakini hizo budget huzigaramiki. Wewe kila mwaka ni kuomba mtoto, ni kusema tuzae, lakini huzishughulikii. Unasema tu mume ndio aliambiwa atatoa. Wapi imeandikwa mwanaume atalisha familia? Tukikuwa hivi tutakuwa mazuzu na tutakuwa wanawake bure, na shetani ametukalia, amejua hatuna akili. Hata wengine waliookoka unampataga tu kabisa ameokoka miaka 10, miaka 20, hata miaka 30, anasema mume ndio wa kutoa. Who are you? You are not reading the Bible, you are not doing anything, you are just there. Unasema mwanaume ndio anatoa. Wapi? So ukiwa umekaa katika hiyo ndoa, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 10, wa 15, wa 20, wa 30, wa 40, wa 50, jiulize, je, huyu mwanaume kuna kitu ameongeza? Maana apataye mke apata kitu chema. Je, mimi ni kitu chema ama am I useless? Ikiwa ulipata mume ako na suruali moja, anavaa inazeeka, yeye ndiye atapambana akununulie nguo, anunue za watoto, anunue yake. What are you adding? Huwezi nunua hata roiko ya shilingi 5, huwezi nunua hata chumvi ya 20 bob, huwezi nunua sukuma hata shilingi 10, hata kiberiti cha shilingi 5 huwezi nunua. Hujui kununua, but unajiita mwanamke. Who are you? Najua leo mtanikasirikia wa mama, na najua mnaweza kosa kuwatch this service, na mnajua hata mnaweza kasirika sana, but hii message itakuwepo hata kama nitatoka katika ulimwengu, itakuwepo. Hata usipoiona leo, watoto wako wataiona na wajukuu wako wataiona, kwa sababu naiweka hapo YouTube. Itaishi milele mpaka siku mtandao utaishi, na hata ukifika mbinguni utaikuta hii message, because it's there. It is a living news. Na kuambia mwanamke unaishi leo, usitegemee mwanaume. Usikae kusema mwanaume ndio aliambiwa alete, atakula kwa jasho. So akikula kwa jasho, na wewe utakula kwa nini? We need to work all. Ukiwa pale, mume wako akiwa anaenda kufanya hizo kazi basi za kukula kwa jasho, wewe usifanye kazi basi zingine ambazo si za jasho. At least akikuja amelemewa, hana chochote, he can support, you can support. Hata kila wakati mwanaume akifika tu kwa mlango, wewe ni kumweleza hatujakula, hatuna hii, hatujaoga, hatujafanya hii, hatujajipaka mafuta, so what? Hatujafua nguo, so what? Hakufulie, hakupikia, kulishe? No. Lazima tubadilishe. Katika ndoa ni kusaidiana. Nimekupata uwe msaidizi wangu, lakini hujanisaidia. So meaning of msaidizi ni nini? Nimekupata, nimepata kitu chema, na kitu chema kikipata kinakusaidia. Hata uwe na furaha, maana umepata kitu chema. Je, sasa wewe tangia mume akupata kitu chema, hujasaidia chochote? Hajashika faida yako, faida tu ni kulala tu, kuzaa watoto tu, kudondosha watoto tu. Hiyo sasa ni nini? So lazima tufikirie. Ukiwa ni mtu unamjua Mungu, soma Biblia vizuri, utajielewa. Musikae hamsomi neno, unasubiri neno mpaka Jumapili ndio uende usomewe Bible, urudi huna Bible kwako, simu yako ni TikTok, sijui Facebook, sijui nini. Hizo takataka zote una watch tu takataka zenyewe zinajaa kichwa.
Ukifika huko unaangalia tu movie za divorce zenyewe, movie vile wanaume wanaachana na wake, vile anaachana na mume wake anaolewa mwingine. Wewe hiyo ndio maisha tu unaangalia. Hakuna kitu, ile ni movie na hakuna mtu anapenda kuishi hivyo. It is acting. Acting ya kukuambia achana na huyu. Unaona mtu kwa TV, kwa simu yako, unaenda na hata simu si yako, ni mume amekununulia mpaka memory card. TV si yako, ni TV ni ya mzee wako ndiye amenunua, ameweka hapo, unauchi. Nigeria ni movies za kuachana, movies za Kitanzania za kuachana na wanawake na wanaume, za divorce tu. So unaangalia tu sehemu za madivorce, hakuna kitu kizuri unaona. Unasubiri mume akuje ndio upike. Unasubiri mume akuje ndio uogeshe watoto. Sasa hata maji kwa kuchota kwa kisima ilikuwa ni pesa, unalipa unachota. Mtoto wanakaa hivyo hawaogi. Hata wewe unakaa hapo mpaka usiku hauogi, unaoga usiku. Na you are there. Jiulize, tangia niolewe katika hii familia, kuna kitu chochote nimeongeza zaidi ya watoto? Juu watoto hata mbuzi anazaa, hata ng'ombe, hata kondoo, hata inzi wanazaa watoto. So that's normal. So umeongeza nini katika hiyo familia? Kuna kitu chochote unaweza jivunia kwamba nimeongeza kwa hii familia? Lazima ujiangalie. Jiite kama mkutano. Useme kama wote tulibarikiwa. Enda keti chini. Hata kama una Bible, download kwa hiyo simu yako. Unatumia bundles za 100 za 100 ngapi? Kudownload hiyo app ni shilingi 5 tu ama 10 bob. Una download Bible yako. Usome hiyo Mwanzo 2:27 na 28. Usome hapo, uangalie wote tulibarikiwa. Na wote tuliumbwa kutawala. What am I doing? What am I doing? Who I am? How I am living this life. Kwa nini siongezi chochote? Kwa nini sisaidii? Utajipata hapo na utajisaidia. Utakuja kwa Mungu na atakuokoa. Sasa umeketi hapo, miaka nenda miaka rudi, umekalia sofa set imefanya shimo. Unakaa kwa sofa set hadi shimo inakaa hapo. Kiti kinakuzoea. No. Hatuwezi kaa hivyo. Mwanamke hakuumbwa kama useless thing. Wala mwanamke si chombo cha kufanya ngono peke yake. Mmejifikiria hivyo kwamba mwanaume asipokuja na chochote, mwanamke atakutishia, sijui utalala huku uangalie ukuta, sijui nini. Nothing. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo ni sehemu nyingine. Lakini je, umeongeza nini katika hiyo familia? Huyo mume wako anateseka hivyo kwa sababu yako. Na wewe ungeteseka hivyo kwa ajili yake, mungekuwa mmeendelea. Wanawake muzinduke, huwa tunawahangaikia, unafanya juu chini, muda mwingine unaenda unakosa, unapata, ukipata unaleta, tena hata mwanamke anakukasirikia umeleta nini hii? Jamani, tusome wote hili neno. Ikiwa wewe unaenda kanisa, unaenda msikiti, najua hii neno iko. Hii neno iko kwa Qur'an na hii neno iko kwa Bible. Mungu alipoumba mke na mume, alimubariki. Hii neno iko pale. Hata Qur'an ni maneno machache tu yamebadilishwa hapa. Najua mnaelewa. Na hata wale Wahindi wananiangalia wanajua hii neno iko hapo. So, ukisoma Bible utajiunderstand vizuri na utajielewa. Mwanamke lazima aelewe yeye ni nani. Tangia sasa najua tumeelewana. Haukuumbwa kutegemea mwanaume hata siku moja. Na mimi sikuumbwa kukutegemea wewe. Tuliumbwa, mimi nilipoumbwa Mungu aliona ninakuhitaji unisaidie. Kama mwanamke hujafika hapo usaidie mumeo, what are you thinking now? Who are you? Naweza kasirika bure, lakini sitaki kukasirika.
Nikikasirika labda si vizuri. Lakini inapaswa ufikirie vizuri. Fikiria kwamba tangia nikuje katika hii familia nimeongeza nini. Hapo utakuja ujielewe na uende sambamba. Usikae kutegemea mwanaume ndiye aliambiwa atakula kwa jasho. Ata struggle kupata baraka. Kama ni mahindi atalima, ata struggle. Kama ni nini biashara atafanya, ata struggle. Lakini akijua pia njia za kubarikiwa, hata struggle. Si lazima struggle. Kwa nyakati hizi tangia enzi za Yesu Kristo hata sasa, mwanaume ambaye anajielewa kuna njia za kubarikiwa, kuna sheria za kubarikiwa. So hata kula kwa jasho ikiwa atakuwa kwa Mungu. Mungu atamuelekeza hata kaa kwa jasho. So mwanamke ulia hapo, wewe ni kitu chema ama ni kitu ovyo? Wewe ni msaidizi ama ni mharibifu? Sababu kama Mungu alikuona wewe ni vyema niwe na wewe unisaidie. Je, mbona hunisaidii? Mbona tena unaharibu? Najua utajijibu mwenyewe hiyo swali na utajadili na wengine, na hata ukinitafuta utanipata tu. Mimi ni mrahisi wa kupatikana. Kwa hiyo message, kwa hiyo YouTube, you can comment down there. Kuna sehemu ya comment section. Unaweza ukaandika swali lolote na nitakujibu hapo hapo kwa hiyo comment section. Huwa siruhusu watu kunipigia simu, lakini hapo kwa comment section ndio huwa tunazungumza hapo. Tunaweza tukazungumza hapo. Na hata wale wana comment through WhatsApp bado wanaweza kucomment hapo. Nitakujibu. Wale wanazungumza through Facebook nitakujibu tu. Sababu tuko Facebook, tuko WhatsApp, nasikia hata TikTok tumeshawekwa huko na sijui. But ni vizuri kwa sababu kama unasambaza hiyo injili kwa any platform, tunashukuru Mungu. Asanteni sana. Asanteni sana wapenzi watazamaji ambao mmenitazama siku ya leo, na nadhani umetoka na kitu hapa. Ikiwa utasikiliza huu ujumbe, fikishia hata kwa mke wako, kwa sababu ujumbe ni muhimu. Ujumbe wa leo tumezungumza juu, hata zaidi tumezungumza juu ya wanawake tu. Wanaume ni kidogo tu sana. It is around 2%, but it is most of the message imekuwa tu kwa mama. So wote tumeumbwa kubarikiwa, tumeumbwa tukabarikiwa na Mungu. Hatusiishi kwa punishment. Mwanzo ya punishment, ukishapigwa viboko unasamehe na unasahau, mnaendelea na life. Mungu alishatupanish, na baada ya kutupanish akachinja kondoo yake, akatoa sacrifice, akatuweka huru, tukaendelea. Na akaona bado hiyo haitoshi, akamtoa mwanao pekee atufia sisi ili tusafishwe dhambi tuwe huru. So kama uko kwa ndoa hata leo, tushakuwa huru. Hatuishi tena kwa ile nyakati za utakula kwa jasho utafanya nini. No. Wale wasiomjua, wale wasiomkiri Kristo na kuamini kwamba yeye ni mwokozi wa maisha yetu na yeye ni mwana wa Mungu aliye hai, ndio wanakula kwa jasho. Lakini yule umekuja kwa Kristo na umemkiri yeye, hautakula kwa jasho. Sawa? Si Mungu awabariki sana na wabadilishe ndoa zenu. Na ndoa zenu kuanzia leo, nendeni mkafanye kazi. Watu wafanye kazi. Chukua mke wako, mfundishe ile kazi unafanya. Kama ni mine, unaingia mine. Wewe chimba shimo, letea mke wako. Barata mke wangu himawe, fanya hivi. Gonga hapo, pasua, toa dhahabu. Tuende tuuze wote na tubebe pesa tuende nyumbani. Tuketi chini tufanye mambo fulani ABCD. Na mfanye hiyo ili muache kusumbuana. Kama ni mboga, nenda wote kwa kibanda, uza hapo. Leta pesa nyumbani, fanya miradi yenu. Kama ni nini unafanya mume, fundisha mke wako. Wanaume wengi siku hizi hamutaki mke hajui kazi yenye unafanya. Kwa nini utaki ajue? Hakuna.
Wewe kaa na mke wako kwa ile kazi umechagua mfanye. Na hapo mtabarikiwa kutoka hapo. Mungu awabariki, tusiende mambo mengi. Awabariki. Shalom, 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 shalom. Amen.